The story of our celebrities. Hapa ndipo utaweza kufahamu maisha halisi ya wasanii wetu. Wao ni wakina nani kabla hawajawa wasanii, miaka yao rasmi na majina yao halisi, kupitia hapa 7 Hits Media. The story of our celebrities, only available in 7 Hits Media. 7 Hits Media, tumekiwasha. Bwana, mambo vipi mdau wa 7 Hits Media? Leo ikiwa ni siku nyingine tunakutana hapa kupitia Mwana Kitaa. Leo tuko na mchizi hapa ambaye kwenye kupita zangu Facebook bwana, nikaona kuna kimelodi fulani kina trend sana. Au vipi? Ukifuatilia kwa sababu ni nyimbo fulani ya mahaba hivi inaitwa huyo, au vipi? Tukaona sio case kama 7 Hits Media tukamtafuta ujanja wao tukapiga naye story 2-3. So mpaka Kibaa leo tumefika hapa, tukampata Mnyamwezi, tuko hapa naye 7 Hits Media live kabisa kupiga naye story. Jina langu naitwa Dolitoni kupitia mitandao yote ya kijamii, na leo tuko na mwanetu hapa. Babu, mambo vipi bwana? Kama kawaida. Bwana, ile ngoma ya huyu ilikuwa na idea gani? Yaani kitu gani ambacho kilipelekea kuandika ile ngoma? Mambo unajua idea ilikuja, lakini sio maisha kweli, yani ni idea. So ndio maana nikatunga kile kitu. Na mpaka sasa tunaweza tukafahamu kitu kimoja. Je, tupo kwenye lebo ama mikakati yako kwenye lebo ndio ipo sasa hivi, ama vitu hivyo ni vya mikakati ya management? Hivyo vitu ni mikakati ya management. Bwana, tulikuwa tunataka tufahamu kwamba historia yako ya muziki ulianzia wapi na ilikuwaje, na kitu gani ambacho kilikupelekea wewe ukaanza kufanya muziki, na maisha kabla ya muziki ulikuwa unafanya kitu gani? Yaani kabla ya muziki mimi nilikuwa naupenda muziki. Yaani unakuta nasikiliza nyimbo, yaani siku nzima nasikiliza nyimbo. Napenda kuandika ngoma za watu, naandika. Asa yaani ngoma napenda sana kuimba. Sasa ndio kuna siku nikakaa mwenyewe nikasema sasa ngoja leo nifanye cha kipekee yangu, kivyangu nijisikie. Na nikatunga nyimbo ya kwanza inaitwa Kutaki, nikaenda nikarekodi kujisikia, nikasema sawa. Kwa mimi nikasikiza kazi, nikaona kazi hapo ndo nikaanza sasa na mimi sasa ndo napenda muziki, yani ndio kaingia moja kwa moja. Kitu gani ambacho kilikuaminisha baada ya kufanya nyimbo ya Kutaki na ukaona kwamba hili game la muziki wa Bongo Flava mimi ninaweza nikalimudu kupitia nyimbo yako ya Kutaki? Kitu gani ambacho kilikuaminisha? Au kuna baadhi ya watu walikuaminisha kwamba bwana, hii ngoma hii ni kali na wewe unaweza kuwa msanii na ukafiti vizuri katika game nzima ya muziki? Kwenye ile nyimbo nyimbo ile saa sijapata ile jina kivile, lakini kuna sehemu ilifika. Yaani hata ukirundo mdogo, yani kuna mtu akisikia akiambia, yani kwenye akili akisikia kiliona lile jina Fakidi. Asema huyu nani huyu wapi? Akija kuniona na mimi anatofautisha. Yani ndio kile kichwa, yani ndio kitu ambacho kilichokuja kunipa mimi kichwa. The moment ambao unaingia mara ya kwanza studio, unakuta pale kuna producer, pale kuna mic, kuna vifaa labda mixer nini, na wewe ndio unasema ndo mara yako ya kwanza kuingia ndani ya studio. Ni kitu gani ambacho ulikifikiria kwa haraka au hamu yako ilikuweje kufanya nyimbo na kutaka kujisikia? Ni moment gani ambao ulipitia wakati wa kwanza unaingia studio kwa mara ya kwanza? Kitu cha kwanza kilichokuja ni hofu, uoga ni kubwa, ni kwenda kurekodi. Yaani wewe wote unarekodi, yani kitete hadi majasho, uamini. Nafikiri uko jando. Sasa jasho nini? Sema nikaja baadaye sasa ile kupiga verse ya kwanza na kuja kujisikia. Sasa ile baada ya kusikia verse ya kwanza, kajitamani kwenye ya pili kujisikia bora zaidi ile ya kwanza. Ni moment gani ambayo ilikukera sana katika studio ambayo uko mpaka inanikata vibe? Yaani kitu ambacho yani ukatamani kuacha kuimba kwa wakati huo. Yaani watu kuna baadhi sawa sijui, lakini sasa yani mtu anakuforce ufanye kitu ambacho kakiona sahihi. Yaani kakiona sahihi ambacho mimi sitakipenda, lakini anakuforce kufanya hivi. Bwana, tukiangalia game ya muziki sasa umebadilika. Fakid kama Fakid anakuja na mipango gani katika kugeuza huu muziki na kuufanya unakuwa muziki rahisi kwa upande wake? Inshallah kwa mwaka huu bado ndo naanza. Sasa yani Mungu ndo atakayejua bado ndo kutoka, lakini kwa uwezo wa Mungu mambo yatakaa sawa. Je, tulibahatika kufanya collaboration hata 2-3 ambazo hizi zikitoka kwa sasa zinaweza kukuletea mafanikio yote? Zipo. Unaweza kutuelezea hata moja? Tupo. Tunaongezea hata moja bwana. Kuna collaboration hapa kati ya 10, unataja moja, zilizobaki unaachana nazo. Bro kabisa kakaangu, Smart Frida, Suni tunafanya kazi, mabro, Mwanje MC tunafanya kazi. Huyu Smart huyu labda tumzungumzie kidogo hapa kwa sababu tulifanya interview na Mwanje MC, lakini pia tulimuuliza kuhusiana na collaboration, naye pia akataja kwamba Smart Frida ana mchango gani kwenye muziki wako, ama ana mawazo gani kwenye muziki wako, na kitu gani ambacho wewe kinakufanya mpaka unamkubali Smart Frida?
Ni bro ambaye ana mambo mengi au hajikuti. Yaani unaweza hata ukampigia simu sana neza usiku, bro vipi? Akakujibu ile normal. Sio kama wengine ile vipi mdogo wangu si nini. Yaani ni mtu ambaye yupo anaishi maisha uhalisia, yani ana roho ya hivi. Kuna kitu chochote ambacho kimekuinspire kwa Smart Frida kutamani kufikia mafanikio yake aliyofikia? Vipo vingi sana. Kama kipi? Kutoa ngoma kali, sound kali, video kali, yani vitu vingi sana. Umezungumzia Mwanje MC, lakini pia ni miongoni mwa watu ambao walipita hapa 7 Hit Media. Je, pia singeli tunafanya? Singeli tunafanya. Kigezo gani ambacho unakichukua kujua kwamba singeli ni kali? Singeli, mimi kitu ambacho ninachokipenda kwenye singeli. Sema mimi singeli ninachofanya mimi singeli. Ndio napenda sana melody. Hata ndio kwenye muziki wangu. Na ni kitu ambacho sana kikubwa ninachokipenda ni melody. Hapa tuna Meja Kunta, kuna Mudi msanii, lakini pia kuna D-Voice. Wana show zao. Wote kimbilia hapo kwa haraka. D-Voice. Kwa nini D-Voice? Kwa sababu umesema unafuatilia muziki wa singeli flavor. Kwa sababu nikizungumzia Meja Kunta na Mudi msanii au Mudi msanii ni muasisi wa singeli flavor. Kwa nini D-Voice? D-Voice ni mtu ambaye hajabezi sana kwenye singeli, popote anapita. Hata kwenye hizi melody kabisa za Bongo Flava anapita. Kwa hiyo mimi ndio kitu ambacho ninachokipenda hicho hapo mtaani. Bwana Fakid, hapa tuna kipengele chetu kinaitwa Tit for Tat quiz na maswali yangu matatu tu nataka nikuulize. Kwanza kabisa tunaanza, huu ni mstari mmoja kati ya ngoma zako ambazo umeziandika. Unasema kwamba maana kila siku na mapenzi nateseka, bora niende far away. Stress kwenye pesa, stress kwenye kuweka. Maana kila siku na mapenzi nateseka, bora niende far away kutafuta pesa. Kiendekeza sana kwenye mapenzi stress kwenye pesa, stress kwenye pesa. Maana kila siku. Hii ngoma inaitwaje? Ya kutaki. Kwa nini ya kutaki? Hiyo yani hiyo nilitoa kwa shule yani au ni mazingira ya kweli ulipigwa tukio mzee? Inawezekana ulipigwa za chemba za mbavu kidogo, kaona mambo yaeleweki kama uingie studio, maana wasanii huwa wanatumia maandishi yao kujisemea mioyo yao bwana. Hapana, hiyo lakini nimesemea watu ambao wana force mtu yani unaonesha kusoma sawa ujui, lakini picha unaiona lakini bado unaendelea ndani ya kitu kama hiyo. Ndio nilowasemea. Bwana, kati ya baba au mama, nani ni supporter wako mkubwa? Wote. Ningependa kujua nani ambaye time kwamba bwana unachohitaji kwenye masuala yako ya muziki anakuwa kipaumbele. Hata kama wote wanakuwa sawa na support muziki wako, lakini lazima kuna mmoja ambaye anakuwazia sana. Baba. Ana mchango gani? Baba ana mchango mkubwa kwa sababu yani kaniosha kabisa. Hata kuna baba hapa kuna siku nataka niende, anatoa hela. Yani sio yani anatoa hela moja kwa moja kilo safi. Anatoa kwa moyo mmoja. Tunamalizia swali letu hili la mwisho. Shule tumepita. Kingenge kidogo Kiingereza nini? Mambo ya 1 2 3. Niko na kuuliza swali moja bwana. Hivi neno 3 lina herufi ngapi? 5. 3 lina herufi 5 kwa hakika. Kiangalia itakuwa kweli 5. Kweli tuzihesabu. Basi kufikia hapo tutakuwa hatuna la ziada. Labda nikupe nafasi ya upendeleo. Una kitu gani cha kuzungumza na mashabiki zako ambao wanakufuatilia Fakid kama Fakid, lakini pia unapatikana vipi katika mitandao yako yote ya kijamii? Mimi nashukuru sana kwa watu wanaofuatilia, yani namheshimu sana mtu ambaye ananifuatilia na ananibali. Asante sana. Na mitandao ya kijamii umeenda kama na Fakid, YouTube, Facebook. Unawaambieje washikaji sasa kwa sababu ni waje wa subscribe za kutosha sana na subscribe za kutosha. Bwana, kufikia hapo sisi tunakuwa hatuna la ziada. 7 Hits kama 7 Hits. Hii ni Mwana Kitaa. Jina langu naitwa Doliton, lakini pia our slogan ni kwamba 7 Hits tumekiwasha na tutaendelea kukiwasha. 7 Hits Media tumekiwasha.